It's the playlist. The playlist. Yani umenipeleka mbali kichizi. Yeah. Kwangu mimi huaga sina za kubonde. Sawa? Kama ni mshikaji wangu ni mshikaji wangu. Yeah. Na kama sio mshikaji wangu sio mshikaji wangu. That's it. Kwa washikaji zangu wanajua kwamba mimi kuwa rafiki na mtu ni hatua sana. Kwa sababu ni mgumu sana kuwaamini watu. Naamini urafiki ni kitu ambacho kinatoka kwenye roho. Na Mwenyezi Mungu ndo ambaye anaamua kama muwe marafiki ama msio marafiki. Oh yeah. Mimi rafiki zangu toka nakuwa ni hao. AYFA. Yani ukiachana na AY na FA, yani na marafiki hao kwa miaka nenda na miaka rudi. Oh yeah. Sina marafiki wapi. No, wanasema no new friends. No new friends. No new friends. I can meet you, yeah. I can meet you, tunaweza tukazungumza, tukawa tunapigiana simu, lakini tukawa labda watu wa kufanya kazi pamoja. Ama mimi na wewe tunazungumza kwa sababu there must be something. Yeah, na sijaribu sio kama sitaki mimi uwe mshikaji wangu. Wewe utaendelea kuwa mshikaji wangu kibiashara zaidi, kidunia zaidi au kijambo fulani zaidi. Lakini kuna bond fulani hivi ambayo ile click ile kwa real friends. Yani I got you hold me down zile nini. Nao ambao hawafiki 10. So Hamisi ni mshikaji wangu zamani sana. Na Ambwene ni mshikaji wangu zamani sana pia. So sio kwamba kwa sababu Hamisi ni mshikaji wake Ambwene ndo mpaka mimi na Ambwene tukawa business partner. No, Ambwene alikuwa mshikaji wangu na Hamisi alikuwa mshikaji wangu. Na ndio maana tumekuwa business partner kwa sababu ni rafiki yangu wa kitambo sana. Tulikuwa marafiki kabla hatujawa marafiki wa biashara. Oh yeah, I like that. Yeah. V aliwahi kupost Vanessa Mdee kwenye Instagram wishing you birthday mwaka jana, something like that. Okay. Yeah. Afu kuna kitu akaandika kwamba first time believer. Okay. Akakuambia like kuna maneno akaandika pale, alafu akaandika first time believer. Mimi nikaichukua hiyo. Okay. Nikasema nikikutana na Salama nitamwambia. Right. Kitu gani ambacho uliamini kwa V ambacho yeye alikiweka muda wote mpaka akaja kuiambia dunia ya Instagram that day ambapo alikuwish birthday? Kwamba mimi ni first time believer. Yeah. V mwenyewe ni first time believer kama mimi sijamwamini. Oh yeah? Yeah, man, she believed in herself before I believed in her. Yeah. You know what I mean? So mimi kwa kuona yeye confidence yake ndio ambayo ilinifanya mimi muamini yeye. Without a doubt V ni moja kati ya wasanii ambao watafika mbali sana. Na kama kwa ambacho umekiona sasa hivi kutoka kwa Vanessa, haujaona kitu bado. She's just warming up. Oh, you're saying that? Kwamba bado. You haven't seen nothing, bro. Oh yeah? She's just warming up. Hata hajaanza kucheza wa mchezo ambao yeye anataka kucheza. I swear to my God. Oh yeah? Yeah, so yeye mwenyewe alijiamini siku ya kwanza kabla mimi sijamwamini. Na mimi najua Viana ana uwezo zaidi ya ambao sisi tunauona sasa. Anaweza kaenda zaidi pale. Vibaya mno kwa sababu first of all, she knows what she wants. Okay? She knows how the game is. Okay? Kama binadamu sometimes she gets disappointed. Yeah. Si unajua? Lakini haimfanyi kwamba aseme oh you know what I'm not going to do it again. Ana kitabu cha kama Mourinho hivi au LVG. Ataacha na LVG kwa sababu alifeli. Kama Mourinho hivi. Ana kitabu chake ambacho ameandika ukurasa kwanza Dibaji. Kwamba bwana hivi ukurasa wa pili, ukurasa 3. So she knows what she wants and she knows how she's going to get it. She knows where she wants to go. How to go about it. And she's doing it right now. Yeah. Na umeniambia bado. She's just warming up, bro. Hajaanza hata kucheza mchezo ambao anataka kucheza. Wallahi. Salama anamwamini V mpaka amepitiliza. Wallahi nakwambia. Kumbe ile vile alivyotuambia tu siku ile ilikuwa ni kidogo. Hatari sana. Alright. So ndo ilikuwa hivyo. Ulikuwa mkosoaji sana kwenye video za muziki Bongo. Na honestly ulichangia sana katika hatua za kuboresha video zetu hapa Bongo. Big up for that. Nashukuru sana. Swali langu, are you happy kuziona video za muziki sasa hivi? Namshukuru Mwenyezi Mungu kwanza niko high. Yeah, because sometimes unaweza unataka kufanya kitu ama unafanya kitu and then usije ukaona matunda yake baadaye. Lakini nabidi tumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tuko hai. Tunaona hizo hatua zikiendelea. Wakati tunakosoa mwanzo
mi na Josh tumetoka mbali sana. Hiyo ilikuwa ni idea ya marehemu Motie, Mwenyezi Mungu amrehemu. Ambaye yeye ndo alikuwa mwanzilishi wa East Africa TV na East Africa Radio. Yeye ndo ilikuwa idea yake ya kutaka kufanya kipindi kwenye TV. Mimi nilikuwa nafanya kipindi kwenye radio. Ambacho kilikuwa hakikosoi. Kilikuwa kinapiga tu bongo flavor na ku appreciate game yetu ya muziki. So yeye akasema inabidi tupeleke kipindi kwenye TV, na by then kulikuwa hakuna video za kibongo. So we're like, how are we going to do it? Akasema zitakuja. Sawa, watu wakiona kuna kipindi cha video, kuna platform ipo wataitumia. Watatumia. Na ikawa hivyo. So by then nafikiri sisi tulikuwa tunakimbia sana, yani hata sielewe yomi, lakini ahead of time. I think we was really ahead of time. Una watu walikuwa wanaanza, so by then maybe we were supposed to appreciate kwamba we're just starting. But then tulianza, and then sasa hivi tuko hapa ambako tupo, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. So me I'm happy. I'm happy kuona kwamba tumetoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. And to be honest with you, sisi tuko mbali sana ukikompare na nchi nyingine za Afrika. Tuseme kama South Africa, wao walishaendelea before us. Lakini kuna nchi za Afrika mwanangu, ukiwasikia wenyewe wanavoimba, and then ukiangalia video zao, inaturudisha miaka pengine 10 au 12 iliyopita, ambao sisi ndio tulikuwa tunaanza, na wako hapo sasa hivi na teknolojia yote. So tumefika hapa. I am happy. Hatujafika. Ndo tunaenda ambako dunia iko. So you are happy? I am very happy. All right. That's all. Kama tulivyosema mwanzo kabla hatujaenda kwenye break, inabidi to appreciate ambako tuko, effort ambazo zimefanyika. Kwa sababu kuna nchi kibao za Afrika ambazo haziko sehemu ambayo sisi tupo. So kutoka sehemu ambayo tulianzia, ambayo pengine ilikuwa sawa then, mpaka hapa ambako tuko saizi, inabidi tujikubali. Creativity, hilo ni swala jingine ambalo kila mtu ni kipaji ambacho Mwenyezi Mungu amempa. Tusikariri, au sio, kwamba wimbo wangu unasema nimeenda sokoni kununua nyanya, then nikakutana na msichana ambaye idea ni hizo ilimanya, then you have to show kwamba umeenda zako markiti ukakutana na dem, ukanunua nyanya sio nini. Sometimes it doesn't have to be like that. Saa zingine inabidi utoke nje ya box, ufanye kitu kingine, au sio? So hilo ni swala jingine. Hiyo ni creativity. Ambayo ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu anakuwa amempa mtu wake ambaye mwenyewe amemchagua. Lakini talanta hiyo, we should not like be sad ama tuanze kusema kwamba unajua nini, watu tunakariri sana. Kukariri is fine kwa sababu ndo binadamu. Ndo uwezo wake mtu wa kufikiria umegota, au sio? Lakini ameamua kuonyesha kitu ambacho yeye ndo uwezo wake, anachoweza kuoffer. So anachoweza kufanya. To appreciate kwa hilo kwanza. Akiamua kufanya chengine ambacho kimetoka nje ya boxing, then well and good. All right. Confidence ambayo ulikuwa nayo, ambayo uliitumia katika kukosoa videos, ndio ilimpa kauli Madam Rita na kusema kwamba ndio ilikuwa sababu ya wewe kukutumia na kuwa kama judge katika BSS. Na instead, badala ya Madam Rita kumind, kwa sababu of course kampuni yake pia na yenyewe ilikuwa ni miongoni mwa kampuni ambazo zinashambuliwa sana, yakaichukua kama ni kitu ambacho Salama anacho. Aliniteza sana yule mama. Na kuiweka hapo. Unaona, hii haikukukost labda kwa watu wengine kuona kwamba Salama mbona kama anakosoa hivi, wakati Rita alichukulia kama ni kitu positive? Ilikuwa ngumu then, kama tulikuwa tunazungumzia issue ya Mwana FA. Hii story ambayo ndo naweza kaisimulia zaidi. Walitoa video, I can't remember sio ilikuwa video gani. I can't remember. Ilikuwa ni video ya kundi. And then mimi nikasema kwamba Mwana FA hajapiga pasi t-shirt yake. Kwa hiyo nikamkosoa. Na ni kweli alikuwa hajapiga pasi. Sawa bwana. Sasa kuna siku tukakutana Morocco pale kwenye traffic lights. Mimi nilikuwa nimeshasahau kama nimesema kitu kama hiki. So Hamisa alikuwa na Mbwene kwenye gari, Mbwene ndio alikuwa anaendesha. Kwa hiyo kafungua kioo, Mbwene vipi fresh, tukasalimiana, afu Hamisa alikuwa amekaa upande wa pili. Nikamwambia Hamisa vipi fresh, akanichunia. Sasa mimi nikashangaa huyu jamaa vipi? Umeona?
Baadaye sasa nikaja nikaambiwa na Ambwene kwamba jamaa alikumind kwa sababu ulimsema video yake kwenye video kwamba hajapiga pasi. Wewe unawezaje kusema kitu kama hiko? Na kweli mchezaji alikuwa hajapiga pasi. Umeona? So yani mambo yalikuwa yanatokea, kukosana kulikuwa tunakosana. Lakini nashukuru kwamba wote tulikaa kwenye mstari mmoja kwa sababu kila mtu alielewa kitu gani ambacho sisi tulikuwa tunajaribu kufanya. Most definitely. Hiyo kukosoa hiyo ndio ilikupa dili la BSS. Ukirejea katika ile kauli ya Madam Rita, haijakupa dili lingine tena ukiachana na BSS tu? Nafikiri imenipa madili mengi sana na mpaka saizi niko hapa. Hayo ndo madili ambayo nimeyapata kwa sababu ya kukosoa. And sio kwamba nilikuwa najaribu kukosoa. I was just being me, man. You know? Nilikuwa tu nafanya speaking your mind ile pia. Nilikuwa nafanya kazi yangu na ndo ambayo imenifikisha hapa ambapo niko sasa hivi. Hata ukiachana na TV mimi niko hivyo homi. Au sio? Kama Eric ananijua. Kama kuna jambo ambalo wewe huwezi kuniambia mimi, hiyo ni tatizo lako. Lakini mimi nitakwambia wewe. Kama una shida na mimi, huwezi kuniambia, that's your problem. But if I have a problem with you, I'll definitely tell you. Yeah, straight up. Ili tukae sehemu nzuri. Straight up yani. Yeah, I like that. Yeah, man. I'm mambo ya backbiting, nini what's up? I'm not like that. Yeah, man. I like that. And he's supposed to be like that. Kwa sababu unapoweka kitu kuhusu mtu, then unampangisha mtu kwenye kichwa chako, kwenye ubongo wako ambao pengine ungeutumia kuwaza vitu vingine, unamweka mtu mwingine, au kwenye moyo wako ambao ungetumia kumpenda mtu mwingine na kufanya kitu kingine, unamweka mtu mwingine. Why would you do that to yourself? And by the way, wanasema truth set you free. My man. Yeah. You already know. Yeah, I know. Bana Salama, kulikuwa na zile tweet zako zile za vituko fulani vinzuri kwa yule bwana Kanye West yule, walikuwa wanamtumia zile sana. Afu za Kiswahili sasa yule jamaa sio kama alikuwa anazielewa. Kwa nini ilikuwa ni Kanye West na sio rapper mwingine? Kanye West is a genius, bro. Mapenzi yangu na yeye kama yameshuka hivi karibuni. Kwa sababu sometimes nahisi kama anajaribu sana. Lakini mimi kama binadamu inabidi nimrespect. Cause hiyo ni sanaa yake, ni maisha yake. Kama ameamua kufanya hivyo basi afanye tu, kwa sababu kila mtu na njia zake. Au sio? Mahusiano yangu mimi na Kanye West yalianza zamani kichizi. Yani mapenzi yangu kwake. Sijui kama yana mapenzi na mimi. But mapenzi yangu kwake yalianza long time, toka kwenye albamu yake ya kwanza, kwa inaitwa College Dropout. Hapo ndo mimi nilimpenda. Na nilikuwa namwandikia tweets za Kiswahili kwa sababu unajua Kanye pengine hasomi tweets zangu. Na pengine hata kiziona hazifahamu. So ilikuwa ni kutoka kwangu kwenda kwa watu ambao kwenye timeline yangu. Basi ilikuwa hazitaki kufika kwake. Ilikuwa funny hivyo. Yeah, man. The main reason of what? To write to him? Labda unikumbushe nilikuwa namwambia nini. Sasa mpaka nabii nianze kupitia tena moja but anyways. I can't remember, to be honest with you. Kwa sababu naongea na Kanye, naongea na person, naongea na LVG, naongea na watu kibao. Langu sio limeingia nini mwanangu? Pole yake. Asante yake. So naongea na watu kibao na naongea kwa lugha yangu mimi. Kwa hiyo kama unaelewa fresh, Kiswahili kama unaelewa so good. I like that. Kiswahili kwanza. Samani, nataka nikuulize kitu kimoja huko. Kama jamaa baba amesema kuhusu kufunikana. Kwa nini lazima siku zote iwe kuhusu kufunikana? Hata watu wakifanya collab, yani jamaa amemfunika. Kwa nini why do we put it like that? Kwa nini iwe kufunikana? Kwa nini isiwe sanaa tu watu wameamua kufanya kila kitu, kila mtu apite katika njia zake. At the end of the day iwe ni kitu kizuri. Yani hiyo tabia kama show iwe ni show kali. Man. Kama ni muziki iwe muziki mzuri, so long as watu wawili wamekutanisha talent zao na kufanya kitu kimoja kikubwa. Kila mtu alete talent yake. Kwa nini yani if you can, kama unaweza kutoka hapa mpaka pale, akaja mwingine naye akaongeza, kama unaweza kupiga snare tuifanye kwa lugha rahisi zaidi. Unajua kupiga sana snare kuliko kiki. Kwa nini simchukue mwingine akapiga kiki zaidi kuliko snare kama wewe? Mkawa mna kiki kali na snare kali. Alafu akapita mtu mwingine labda akaandika tu mistari. Yeye kazi yake ni kuandika tu. Kwa sababu ni mzuri tu kwenye kuandika. Akaongeza pale ingredients zingine. Tukija tunatoka na kachumbari hatari sana. Yeah, I feel you. I think labda ni mindset ambayo watu tayari imekuwa ikizoeshwa hivyo.
And I think inabidi tuanze kutoka huko. Mimi nafikiri ni watu tu kutaka kuonekana kwamba na wao wamesema. Yeah. Nafikiri kwamba most definitely. Kwa sababu kila mtu ana njia zake pia. Yaani hata wasanii wawili wakikutana kwenye kitu kimoja, waigizaji wawili wakikutana kwenye kitu kimoja, kila mtu atapita kwa njia zake. Mimi nafikiri tu appreciate tu kazi ambazo watu wanafanya na isiwe kuhusu nani alimfunika nani. Yeah. Bana, Salama. Naam. Hii ni kitu kingine ambacho ningependa nikuulize kwa sababu you've been kwenye game kwa muda. Ndio. Na najua pia utakuwa unajua kuhusiana na Kisingeli. Ni muziki ambao umetoka kitaa, umefanya poa, na ni muziki ambao unaoona unaanza kuingia mainstream. Unauchukuliaje, unauzungumziaje Singeli? Kuna mtu alikuwa anasema juzi kwamba tunahitaji ID yetu, identity. Watu jue sisi ni watu wa aina gani na vitu kama hivyo. Yeah. Nafikiri sijafikiria bado. Yeah. Yaani sijachukua muda wangu na kuliwaza hili moja kwa moja. Mimi napenda sana. Au sio? Tunarudi huko ambako tulikuwa tunasema kuhusu kufunikana na kutokufunikana. Kama mtu amekuja na kitu chake ambacho ameamua kukifanya na tukakipenda, hiyo ni plus, hiyo ni bonus. Ameongeza. Iko ni kitu kizuri. Kwa hiyo tukikubali tu. Sijui nani alikuja na Kisingeli. Au sio? Lakini mimi najua kwamba Uswahilini kwetu, Uswahilini huko tuna mambo yetu. Au sio? Sasa kama mambo yetu ya Uswahilini yamepenya, yamekuja kwenye redio na watu wanayapenda. Basi alhamdulillah. It's a plus. Tushukuru Mungu kwa hilo. Na kama kitadumu, kwa sababu kuwa namba moja rahisi. Kila mtu kufanya sawa. Kila mtu anaweza kuwa namba moja. Kubakia pale ndo shida. Sawa. So kama imekuja Singeli inafanya poa, kitaa imeanza kuingia mainstream, itaendelea kuwepo kama muziki mingine ilikuja afu ikapotea? Asante sana. Oh yeah, I like that. So let's hope itakaa kwa sababu tunapenda, sio? So tuombe kwamba excuse me, kwamba watu wataendelea kuwa creative. Na hatutauchoka. Oh yeah. Hiyo ni kitu kizuri. Uliwahi kusema TV ndio kitu ambacho unapenda kufanya, kama sijakosea? Radio ni kitu ambacho napenda kufanya. Unapenda kufanya na ulikuwa unaizungumza sana ya radio, unapenda kufanya radio. Hujarudi huko, vipi tena? Una plani za kurudi? Nahisi kwenye sahani yangu kuna vitu vingi sana. Na mimi ni mtu mmoja, siwezi kufanya vitu vyote. Wakati mwingine ukitaka kufanya kitu kizuri inabidi ukae sehemu moja ukifanye. Shika mbili mshika mbili moja umponyoka. Oh yeah. So pengine wakati nafanya kazi kwenye radio na TV ilikuwa ni kazi ya kuajiriwa. Ushanifahamu kwamba na nilianza kwenye radio. So ilikuwa ni kazi ambayo pengine ilikuwa inabidi niifanye. Lakini sasa hivi nafanya kitu changu mimi mwenyewe. Haujaajiriwa? Sijaajiriwa. So ningependa kufanya hiki kitu ambacho nimeamua kukifanya mwenyewe vizuri sana, ili nikikimaliza ama nikiona kwamba sasa hizi naweza nikafanya na kitu kingine, nitafanya. Na hiyo plani ipo, au sio? Ya kufanya radio, kurudi kwenye radio. So hopefully mambo yakikaa sawa, tukijalia uhai na uzima, then tutarudi kwenye radio inshallah. Salama, kepo ambayo nimepiga ni ya Mkasi. Man. Pana story hapa kali sana. Nimekuwa fan nimekuwa fan wa Mkasi, fan wa Ngazi kwa Ngazi na nini. Like kama unavyosema, always kitu kizuri inabidi tu roll nacho. Nashukuru sana. And sijaiona tena Mkasi. What's up? What happened? Ilikuwa on fire nini hivi? Now tumekuja kwenye Ngazi kwa Ngazi. Mkasi ni kama Cantona. Okay. Eric Cantona alikuwa ni mchezaji wa mpira mzuri sana. Ambaye alianza kucheza timu ndogo, and then Manchester United wakamnunua, ambao ni timu unaikubali. And then akacheza vizuri kwa muda si mrefu sana, na alishinda vitu vingi na United. And then akaamua kuretire wakati bado alikuwa na uwezo mkubwa sana. On fire. Man. Na alivyoretire watu wengi walisema kwamba he will come back. You know? But he never did. And right now ni mmoja kati ya maakta wazuri tu ambao kwenye mashindano ya Euro ambayo yaliisha, TV moja ya Uingereza ilikuwa inamtumia kwa ajili ya kutengeneza matangazo yake. Matangazo zile nini? So Mkasi ni kipindi kizuri na nashukuru unavyosema kwamba unakikubali. Lakini tumeamua kukipumzisha wakati bado kiko juu. Unajua
TV ni kitu kikubwa sana, sio kitu easy kama ambavyo tunafikiria. Ndio maana sometimes unaweza kaona watu wanaanzisha vitu alafu wanashindwa ku maintain kuwa namba moja. Tunarudi pale. It's easy ku maintain ndio shida. So sisi tumeamua kuipumzisha mkasi wakati bado inafanya ya moto. Alafu kuna hizi issues za kuigana sana. It bothers me na pamoja na washikaji zangu. Inakukata inanikata sana. I like that. Kwamba umenigusa wote tukiamua kufanya kitu fulani and then okay, tuchukulie mfano na manga pale. Kuna maduka mengi sana. Alafu wote alafu wote wanauza vitu hivyo bidhaa hiyo. Hapa nyanya. Ingawa kila mtu ana riziki yake. Au sio? Unaweza unauza nyanya zako pamoja na Omari naye anauza za kwake na Eric anauza za kwake. Lakini lugha ambayo unatumia wakati wa kuuza nyanya ndio ambayo inakutofautisha wewe na watu wengine. Na jinsi utakavyoipackage, kuibrand na kuifanya iwe tofauti na zingine. Very well. Sawa? Hiko kipo na tunakijua. Pengine mimi ambavyo nafanya ni tofauti na mtu mwingine ambavyo anafanya. Most definitely. Lakini sisi kwa mawazo yetu ya watu watatu ambao tuko nao tumeona, you know what? Let's put it on hold a little bit. Okay? Acha tuone pumzi ya wengine kama ya Michael Phelps ama inakuwa vipi. And then tukiona kwamba pumzi yao sio kama ya Phelps, kama ya mshikaji tu ambaye juzi alisema amekabwa kule Brazil wakati hakukabwa. Fresh. But let's put it on hold a little bit and then tuone kama tukitaka kuirudisha, basi tutairudisha. Kama itakuwa tena ndo Cantona, well and good. All right. Bana. Kumbe ndo story iko hivyo, yani mpaka sasa umenitoa. But anyways, hichi ni kitu ambacho unajua hayo ni maamuzi ya busara on one hand, lakini ni magumu on the other hand. Magumu yake ni kwamba katika upande wa sponsors, show tayari ilikuwa ina sponsors na nini, alafu kuiondoa wakati na sponsors, unajua ni kitu kigumu fulani hivi. Sponsor mara ya kwanza alikuwa hajui anaweka pesa yake wapi. Si ndio? First of all, shout out to watu ambao walituamini sisi kutupa pesa kabla hata show haijaenda hewani. Like tulikuwa nayo tu kwenye computer tunawapelekea na mtu akasema, you know what, I want to put money on it. Tunawashukuru hao. Na first time believer, you know what I mean? Yeah. Lakini I'm sure leo wao wanajua kwamba sisi ni watu ambao tuna uwezo kiasi gani. Kwa hiyo tulivyosema kwamba we're not going to do it again, let's put it on hold right now, walituamini na wanajua kwamba tuna uwezo wa kufanya zaidi ambavyo tulikuwa tunafanya. So far ngazi kwa ngazi ndo tunaenda nayo. Ndio. All right. Talking about kuigana pale kwenye ideas na nini. Anyways, umenigusa hapo. Nilikuja na idea yangu mzee. Dakika 2-3 sijui hata ilipenya wapi sijui. Na kuja na shangaa watu hao. Wacha. Nilikuwa napiga story na Mbwene, nilikuwa mdogo. Wacha. But anyways, na idea kama 4 sasa hivi mzee. Hata siamini kwenda kuzisajili kwa sababu hata kwenye kuzisajili I don't know. Anyways. Ulikuwa na idea kama ya ngazi kwa ngazi? No. Okay. Yaani Mbwene unajua mshikaji zile mnapiga story so hivyo yani unajua upenye vipi na nini. Okay. Nyingine kabisa mzee. Hata hii hapa tunayofanya sasa hivi right now, the playlist. I know. It's brilliant Omi, by the way. Mimi sio mtu wa kusikiliza radio sana kwa sababu radio sasa hivi imekuwa kama hivyo fashion show. hivyo nishakusema. So lakini I appreciate this one. Yani hiki ni kipindi kizuri kichizi mshikaji wangu. Yani I have to give it to you. Na thank you. Ukiona idea yako usiogope kumwambia mtu Omi. Kwa sababu wewe ni wewe. Hata yakiamua akurupuke nayo, hawezi kufanya kama ile master plan hiyo. Yani hawezi. Hata kurukuruka kama kuku kwenye mfuko. Mwisho wa siku anakata roho. Ndio maana wameshindwa sasa hivi. You know. So take it easy. It's gonna be good. I'm cool now. Man. I'm cool now. It's gonna Alright, ebane, hapo palikuwa patamu hapo. So ngazi kwa ngazi ndio inaenda right now. Nimependa graphics, nimependa utofauti wa graphics, nimependa set, utofauti ule wa set nini. Nimependa mziki, umeona nimependa utofauti in general. Show ni kali, Asante sana. Naiona sehemu nyingine. Nashukuru bana. Mimi napenda mziki kichizi. Mimi pamoja na washikaji zangu tunapenda mziki sana. Na
tulikuwa tumemiss kufanya vitu kama hivyo. Tulivyoanza tulianza na mkasi and then tukafanya kipindi kingine wakati tunakaribia kufanya uchaguzi. Kilikuwa kinaitwa siasa za siasa. Ndio sisi alikuwa anafanya. Then tukagundua kwamba huko siko ambapo sisi tumebarikiwa. Kwa sababu siasa kipaji mshikaji wangu. Hata kuwapata watu, hata kuja na brilliant ideas, hata kuwaweka watu kusema kwamba hiki tunaweza tukazungumza, hiki hatuwezi kuzungumza, pia nacho ni kipaji na kitu kingine. So like, you know what, this is not for us. Kwa hiyo tukamua tukitulize kidogo, keep it on hold pia. But sisi tuna dreams kubwa sana na tunaomba Mwenyezi Mungu atusimamie kwenye hilo. Inshallah tutaweza kutimiza vile ambavyo tunataka kufanya, inshallah. Amen. Nimeona Salam ndo manager wa Salama. Ndio. Question is, mimi nikawa najiuliza sasa ni uamuzi gani ambao Salama au na Salamu walikubaliana mpaka kibongo. By the way, you guys are setting, unajua hizo trend. Niti kama mna set trend okay. Na kuset hizo level, vitu kama hivyo vijazoeleka unajua kuona mtu ambaye yuko kwenye media nini na kuona manager. And I was like, brand ya Salama ile kule, kwa nini anahitaji manager? Afanye nini huyu manager? First of all, mimi na Salam tuna ushikaji wetu ulianza kwa ugomvi. Okay. Salam ni mtu fulani kama mimi. Hachukui upumbavu. Sawa? Kama una upumbavu wako, Salam hawezi haendi nao. So mimi na yeye ushikaji wetu ulianza kwa kukosana kwa sababu nilikuwa nahisi he was too much, you know. And then tukawa marafiki. Salam aliletwa na Ambwene kwenye maisha yetu sisi. Ambwene na Salam design wanajua na kitambo sana. Yeah, way back. Na mimi nilikuwa naambia Ambwene, huyu mshikaji wako vipi? Mbona kama too much hivi? Unajua. And then tukawa marafiki. Sababu yeye kusimamia kazi zangu mimi ni kwa sababu Salam anajua biashara. Sawa? Anajua jinsi mambo ambavyo yanatakiwa yawe. Anajua thamani yetu sisi. Sawa? Na pengine mimi sijui thamani yangu, lakini Salama anaijua thamani yangu mimi. Ushanifahamu? I got that. Tumeona kazi ambazo anafanya na nyingine ambazo hatukuziona kwa sababu pengine hakuwa kwenye macho ya watu sana. So kwa sababu ya CV yake, I was like, yo, and he was like, yo, we can do this. I was like, if you think you can do it, then do it. Kama jana tu kuna mtu alikuwa ananitafuta, nafikiri kuna kazi alikuwa anataka kunipa. And then nikamwambia mtafute Salam. Afu nikamwambia Salam, bana kuna hili swala. Akanambia wewe mtu mimi namjua. Akanambia alikuwa anataka kufanya kazi na mtu mwingine. Nikamwambia kiasi cha pesa, akaona kama na mdhihaki. Unajua hakuna kitu kibaya Omi katika maisha kama mtu kuchukulia poa. Kwa sababu tu pengine tunapiga story ama unaniona niko tunaweza tukaroll together na comment na like na repost nafanya nini. Tunachukulia na poa, hatujui thamani yetu. So Salam knows my worth. Okay, anajua mimi nastahili kitu gani. Na he can sell that to anyone ambaye anakuja kwa ajili ya kunitaka mimi hapa. So why not? Hata kama nafanya kazi kwenye radio, mimi nafanya kazi kwenye radio, nafanya kazi kwenye TV, nafanya mambo yangu na watu pengine wanapenda kipaji changu na wangependa nifanye kazi zao 2-3, then anaweza kusimamia. So mwache asimamie. Yeah. I like that. Nzuri sana hiyo. Hizo ni level meset. I think so. Ni level meset. Kweli mimi nakwambia like unajua ile like sasa Salam ana manage Salama. Salama yule kule na manage nini? So kumbe hiyo jicho la biashara, kujua thamani ya mtu, alafu akaipackage akaenda kaiuza na nini inakuwa ni nzuri. Uliwahi kufanya uamuzi ambao by then ulikuwa ni kama uamuzi probably tuite mgumu, sijui, I don't know. Wa kutema kazi au kusimama kazi. And kama unavyosema like on fire, wewe bana vitu vyako unavifanyaga ukiwa on fire huko afu ndio unavibutua. Tusishangae pia ngazi kwa ngazi, badala ya kupanda ngazi tena tukaanza kushuka. Anyways, wapi bana, umenipata ukaenda masomoni. Umeona
ilikuwa ni uamuzi ambao kama mgumu fulani hivi kwamba anyways mimi niko on fire nini na nini, but anyways mimi nataka niachane na hii biashara ya kutangaza mimi niende zangu? Ilikuwa ni gapi vile? Tulienda skuli kama miaka 2. Ukakaa nje pale ni? Yeah man. Haikuwa tabu hivi, haikuwa ngumu kwamba unakutana na watu hawakuoni tena kwenye media nini? Haikukusumbua yani, like ilikuwaje kwaje? No man, haiwezi kunisumbua kwa sababu hata nilivyoingia kwenye media ilikuwa sio kwa ajili ya watu. Ilikuwa kwa ajili yangu mimi mwenyewe. Me myself and I, you know. Yeah. So yeah, haikunisumbua. I decided to go to school. Nikaenda miaka 2. And then I came back and I was like, you know what? I want to do it, but I want to do it my way. Yeah. You know? Yeah. So bahati nzuri, unajua kitu chochote ukitaka kufanya, hata tuseme kwa mfano leo useme mimi sitaki tena kufanya kazi hapa Times FM, au sio? Lakini kitu chochote ambacho unataka kukifanya usikifanye kwa ubaya. Bosi wangu aliniambia ukitaka kutoka hakikisha unatokea mlangoni, usitokee dirishani, kwa sababu ukitokea mlangoni kutaka kurudi utapitia tena mlangoni, utarudi ndani. Lakini ukitokea dirishani hautaweza kurudi. More of the story ni usiache kitu chochote ambacho unataka kukifanya unakifanya kwa ubaya. Ondoka vizuri. Hata kama unataka kuacha hapa Omari, sema bwana, you know what boss, thank you for the opportunity, but I want to do it my way right now. Okay? I like that. So yeah, I came back, tukaongea na boss, nikamwambia mimi ningependa kufanya mambo yangu mimi mwenyewe na nafanya mambo yangu mimi mwenyewe. And guess what? My shows inaonyeshwa kwenye TV ambayo mimi nilikuwa naifanyia kazi. Ni kwa sababu ya mahusiano mazuri ambayo haukutokea dirishani. Sikutokea dirishani mzee, nilitokea mlangoni. Always inabidi utokee mlangoni. We should not forget, kuna ukiwa famous, watu wengi sana wanakuongelesha. Waswahili wanasema kelele nyingi zinampoteza mbwa. Miluzi mingi inampoteza mbwa. So ukiwa celebrity au unajulikana, ukianza, wakati unaanza hakuna mtu anakuwa anakufahamu. Lakini ukishafika sehemu fulani hivi kila mtu anakuwa anakujua wewe. Unaweza kupoteza rafiki zako ambao wanakujua vizuri. Unaweza kupoteza ndugu zako na jamaa kwa sababu tu ya pengine unakuwa umesahau where you came from. We should never do that. We should always usisahau zile njia kuu ulizopita. Bro, watu wanajua kwamba kuna watu ambao ulikuwa unakaa nao wewe uko Rumba la Hatari, mnakula ugali na chumbire. Hao watu na dagare. Hao watu utaki kuwasahau. Hautaki kusahau wapi umetoka. So siri ya mchezo ni kwamba usijisahau, na siku zote tokea kwenye mlango, usitokee kwenye dirisha. I like that. Na mimi nilivyoacha kufanya kipindi kwa sababu nilitokea kwenye mlango, mtu mwingine inabidi afanye kipindi, au sio? Katika njia zile sahihi ambazo umeniambia hapa. Mimi sio Dula, au sio? Na wala Dula sio mimi. Dula ana njia zake ambazo yeye anafanya. So kwa sababu pengine watu walikuwa wamezoea kuniona mimi, then wengine wakawa wanasema kwamba the show will never be the same because I'm not Dula is not me. But he's still doing it. Salama, ni maswali ya kichokozi ya mwisho haya kabla sijapiga story na Skywalker na ngoma yake ya haipiti siku. Unavaa shoe size namba ngapi? Number 5, yeah man. I went to South Africa like tulivyoenda juzi. Ambaye akaniintroduce kwa mshikaji mmoja hivi anauza viatu. Mimi napenda sana viatu. I know, ndio maana nimekuuliza. So the guy was like, "Oh, you're size 5?" Ya kabla hajajua kama mimi napenda viatu. Yaani aliponiangalia tu akaangalia viatu vyangu akaniambia, "You're size 5?" I was like, "Yeah." Yaani amna mtu. Like how did you know? But he sells shoes, so obviously anajua. Definitely anajua, All right. Na kiunoni pale aise hata sijui. Usually nikiendaga naenda kuchukua jeans afu naeka kwenye shingore. Kwa hiyo nataka kuniambia hata ulipoenda shule Salama ulifanya mikono hivi. For real. Did you do that? By the way. And then nilianza shule nikiwa mdogo sana. Unajua ile ya kushika sikio ile? So nikafeli kushika sikio. Ukaambiwa holo. Nilivyoshindwa kushika sikio, na hiyo ndo shule ambayo mamangu mkuu alikuwa anataka niende, nikashindwa kupata nafasi kwa sababu mkono haukufika kwenye sikio. So ikabidi nipelekwe shule nyingine. Okay, I was supposed to go to Changombe Primary School. So nilivyoshindwa kushika sikio nikapelekwa Kibasila Primary School. Can you believe that? I like that. All right, swali lingine la kichokozi ni
kumekuwa na picha nyingi sana kwenye mitandao zikitembea hivi nini, watu wanamfananisha Salama na Ellen. Okay. And of course najua umeshakutana nazo sana. Zinakubother na unachukuliaje something like that? Hazinibother because Ellen is she's the best. Oh yeah. You know? Yeah. So hakuna kitu kizuri kama kufananishwa na one of the best. Yeah. So I'm happy, man. I'm cool happy with that? Yeah, man. Come on now. All right, I like that. Yeah. All right, inabidi Salama aifunge show kwa sababu na sekunde 5 tu. Bana, asante sana kwa kunialika. Yeah. Nimeenjoy kichizi. Mimi na enjoy kufanyia watu interview. Mimi si enjoy kufanyiwa interview. This one is really nice. Asante. Oh yeah. Asante sana. Karibu sana anytime kutoka Times FM. Nashukuru. Boys and girls, ladies and gentlemen, mimi naitwa Omari Tambwe kutoka Kawa Beach, Dar es Salaam. So, kama vipi tukutane tena wiki ijayo kwenye show la Kibabe hapa Times FM. Tutakuwa na star mwingine, so usiondoke. Show ilikuwa poa kichizi na nimeenjoy kwa sababu mimi sio mtu wa kuulizwa. Mimi napenda kuuliza. Kwa hiyo for the first time nimeenjoy kichizi. Nafikiri ni moja kati ya show nzuri sana za kwenye redio na imechagua siku nzuri ya kuwepo hewani. It's the playlist.